Na wasalimia wote kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Majina yangu naitwa Onesimo Erasto Paulo. Namshukuru Mungu kwa nafasi hiyo ambayo amenipatia, lakini kunipa nafasi ya kukanyaga mahali hapa kwenye kanisa la Mungu na watu wake kwa mara ya kwanza. Tunafahamiana. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini shukrani zangu za kipekee ziende kwa wote walioandaa ibada. Mungu wa mbinguni awabariki. Yaani tumevaa vizuri, tumekaa kwenye kiti pamependeza, kuna mtu mmoja amefanya kwa ajili ya Bwana. Niwashukuru pia praise team kwa kupangilia mambo yenu vizuri, kwaya na wote waliofanya kwamba ibada iwe na uwepo wa Mungu. Kwa sababu gani? Tunapokuja kumwabudu Mungu, tunakuja kumfanyia Mungu wetu ibada. Yaani hatuji ili kuhudumiwa na Mungu, tunakuja ili tunapomfanyia ibada ya sifa, ibada katika roho na kweli, Mungu wetu inamfanya Mungu ashuke kutuhudumia ama akutane na mahitaji yetu. Kwa ukija kanisani kwa lengo la kutaka praise team ndiye akusaidie wewe kukutana na mahitaji yako, au waimbaji ndio wakusaidie wewe kumtafuta Mungu, hautatoboa. Lakini ukija na lengo la kusema ninakwenda kumwabudu Mungu katika roho na kweli, umejiweka tayari, ina maana utamfanya Mungu aione ibada yako, ashuke akuhudumie. Amen. Kwa natumaini wale wote waliofanya maandalizi ya kuja kumwabudu Mungu leo watakutana na Mungu kama ambavyo tumekutana na Mungu awali. Pokea baraka hizo kupitia jina la Yesu. Amen. Naitwa gharama ya kutunza siri ya agano lako na Mungu. Gharama ya kutunza siri ya agano lako na Mungu. Daudi anasema siri ya Bwana iko kwa hao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Daudi anamtambulisha Mungu namna alivyo, kwamba Mungu huyu aliyeniokoa mimi, Mungu huyu aliyekuokoa wewe, anazo siri zetu. Na kwa sababu anazo siri zetu, kwa hiyo atatujulisha agano lake. Haleluya, haleluya. Kwa kumbe hatujaokoka kwa hasara. Pambio mliomaliza kuimba ya kuabudu ya ndugu yetu Boazi, kuna nyimbo anasema why mimi? Yaani anajiuliza kwa nini mimi? Hata wewe unatakiwa kujiuliza kwa nini wewe? Kwa nini mimi niokoke miongoni mwa watoto 8 wa mzee Erasto, lakini kuna watoto wengine hawajaokoka? Kwa nini wewe uwe mama mwenyekiti, lakini kwenye familia yenu kuna watu wanakunywa pombe, wanalala barabarani? Kwa nini wewe? Kwa hiyo kumbe Mungu anapokuwa ametuokoa, anatupa na siri, lakini katika hiyo siri ndani yake kuna agano. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo nataka kujifunza kujua sasa namna au gharama ya kutunza hiyo siri ambayo Mungu amekuokoa kwayo, na ujue agano la kukuokoa wewe ni nini, ili ya kwamba twende vizuri mpaka tuifikie ile ahadi ya mwito wetu kutoka kwa Bwana. Sema amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo ufahamu wa mtu binafsi ni ushirika wa karibu na Mungu umewekwa kwa ajili ya wale wamchao Bwana na kujitenga na uovu. Kwa ufahamu wetu
na ushirika wetu wa kuwa karibu na Mungu umewekwa kwa ajili ya wale wanaomcha Mungu. Haleluya! Lakini waliojitenga na nini? Waliojitenga na nini? Huo ni utangulizi wangu, ili kwamba hii siri ya Mungu na agano lake liweze kufanya kazi vizuri katika maisha yetu. Kama waamini, tunatakiwa kujitenga na nini? Kujitenga na uovu. Ndipo Mungu ataachilia siri zako alizozikusudia kwa maana ya kuitwa kwako. Kwa nini wewe ni mwenyekiti wa vijana? Kwa nini wewe unaimba praise team? Uijue siri. Kwa nini Mungu amekufanya umtukuze yeye, uinue uvumba wa sifa katika enzi yake, na ulijue agano ambalo Mungu amelikusudia katika maisha yako mchana wa leo. Haleluya! Nini maana ya siri? Siri ni neno lenye maana ya kutunza ama kuhifadhi jambo fulani nafsini mwa mtu, ambapo utamkwa pale linapohitajika ama kutumika linapohitajika katika sehemu husika. Amina. Kwa siri ni jambo fulani ambalo linatakiwa kutunzwa ama kuhifadhiwa, lakini jambo hilo litumike katika majira ama sehemu linapohitajika. Haleluya, haleluya. Si asilimia kubwa, nafikiri 99% wote hapa tuna simu. Natumaini wote ambao tuna simu tunatumia mitandao hii ya M-Pesa, Tigo Pesa, sio ya Telimani, na si wote tunatumia hiyo. Si tumerahisishiwa? Lakini tunaambiwa kwamba kuna namba ya siri, na kila siku jeshi la polisi, watu wa mitandao wenyewe wanatusaidia, jamani, usitoe namba yako ya nini? Ya siri. Kwa namba ya siri ya Tigo Pesa inatumika kumpigia mtu simu. Namba ya simu ya Airtel Money inatumia kumpigia mchungaji simu. Inahitajika wapi? Unapotaka kutoa hela ama kufanyaje? Kutuma hela. Hiyo ndiyo maana ya neno siri. Kirahisi tu. Tutumie vitu vinavyotuzunguka. Amina. Amen. Sio wewe unakwenda kwa mama Nehemia, unamwambia mama Nehemia nikwambie kitu lakini hii ni siri, usimwambie mtu. Hiyo ni siri jamani? Yaani siri ya kwako unaipeleka kwa mama Nehemia, alafu unamwambia mama Nehemia nakwambia wewe tu, lakini usimwambie mtu mwingine. Hiyo ni siri? Watu wa mitandao wanatuzuia kwamba namba yako ya siri, hata kama umeenda kwa wakala usimpe, hata kama ni wa benki. Mungu atusaidie. Kwa hiyo kumbe, na Mungu anapotuita baada ya kutuokoa, kuna vitu anavitaka apitishe kwangu mimi Onesmo. Kuna vitu anataka apitishe kwako wewe mama Rehema, ili ya kwamba akivipitisha kwako, kifua chako, moyo wako, imani yako ina uwezo wa kustahimili kutunza hizo siri za Mungu. Akiona una uwezo wa kustahimili kutunza, basi hapo hapo atakujulisha na agano ambalo Mungu analitaka kupitia wewe. Amen, amen. Amen, amen. Si unajua tunaishi kwa malengo, labda malengo ya muda mfupi, malengo ya kati, malengo ya muda mrefu. Lakini unakumwambia Mungu, ukinisaidia jambo hili nitafanya 1, 2, 3. Hiyo ifanye kuwa siri yako na Mungu. Mungu atusaidie. Lakini jambo jingine, kumbuka, hakuna mtu awezaye kufahamu mipango iliyo ndani yako bila kuambiwa. Si kama hapa tulivyo. Yaani kila mmoja hapa ana mambo yake. Wengine yanafika 2070, wengine 2050, wengine na 30, lakini yamo moyoni mwake. Ana mpango wa kusoma mpaka afikishe degree 3, si siri yake. Sasa ukitaka kuharibu, unashangaa mimi nataka nisome mpaka degree ya 3.
unaanza kutangaza. Hela yenyewe ya kusoma hujaanza kuikusanya. Ukishindwa kuendelea mbele, utakuwa na gharama ya kwenda kuanza kuambia wale watu uliowaambia unataka kusoma mpaka degree 3. Mtumishi vipi, mbona hujaenda kusoma hata degree ya kwanza? Mambo kidogo. Unajikuta umejipa kazi ambayo hukutakiwa kuwa nayo. Tunza siri yako. Haleluya. Tunza siri yako na Mungu wako akusaidie. Yako mambo mengi, lakini ngoja niende haraka. Nini maana ya agano? Nini maana ya agano? Kifupi, agano ni makubaliano kati ya pande mbili. Agano lolote ni makubaliano kati ya pande mbili. Bwana apewe sifa. Watu waliokuwa wanafungishiwa ndoa, sijui ni hapa au ni sehemu nyingine, si walifanya agano hapa madhabahuni? Kwanza walianza wao kwa wao. Mtu mmoja kamfuata mtu mwingine na kuona unafaa, kamwambia mwenzake, nipe kwanza muda nikamuombe Mungu. Nawaambiaga vijana, hivi kweli wewe una miaka 20, watoto wa kike miaka 20 mpaka 25, hujawahi kuomba Mungu akupe mume mwema kweli wewe? Alafu kijana anakuja kukuapproach, unaanza kumwambia nipe nafasi kwanza nikamuombe Mungu. Sasa mimi nawaambiaga kama mwalimu wao, hawendi kuomba Mungu, naenda kulinganisha vigezo vyako ulivyoweka. Haleluya. Ninalia vijana jamani pale Tawini. Unaona? Anaenda kulinganisha vigezo, kama aliweka vigezo 10, kama sio 15. Anaanza kigezo namba 1, hayupo. Kigezo namba 2, hayupo. Kigezo namba 3, yupo. Kigezo namba 4, yupo. Namba 5, namba 7, hayupo, mpaka anapomaliza. Akitoka hapo sasa, kwa sababu ya kutokujua agano lake na Mungu, anaweka kavocha ka dakika 250 kabuku. Anamuita rafiki yake au anaunga bando kabisa. Kama ana picha yake anaitafuta mtandaoni, siku hizi zinapatikana. Chap. Eti besti, unaonaje? Huyu anafaa kweli, tunaendana? Jamani, huyo jamaa anatengeneza agano, analiharibu agano. Anatengeneza, anaharibu. Kwa agano ni makubaliano ya pande zote mbili, na wakikubaliana wao, wakageuka wakaja kwa pasta au wakawaambia na wazazi wao, wakabariki mambo yao si yanabarikiwa. Sio wiki la vijana jamani, tusubirie mwezi wa 6. Unaona, ni namna ya kutaka kueleza somo unalotaka kulisema. Sasa basi, hawa watu wamefunga agano kupitia maandiko matakatifu. Mchungaji atawaapisha, utampenda na kumtunza, ndiyo. Kwa mema na mabaya, ndiyo. Kwa ugonjwa na uzima, ndiyo. Kifo tu kitawatenganisha, ndiyo. Umaskini na utajiri, ndiyo. Mara mwanaume kaparalyze. Mke wangu Rusi anatakiwa mbebe Onesimo ampeleke nje. Atajitahidi. Siku ya siku ataanza kuwapigia wadogo zangu, shemeji, unajua ndugu yenu huku hawezi, njoni hata siku moja mnisaidie. Agano linaanza kuwa zito, agano linaanza kuwa gumu. Lakini hapa kwa ugonjwa na uzima, ndiyo. Kwa umaskini na utajiri, sijui kifo tu. Sasa kaparalyze hajafa miaka 5, miaka 7. Mungu atusaidie. Lakini kama unalijua agano lako ulilolifanya na Mungu, na kwambia Mungu atakutokea. Kibaya ni pale unapochukua hatua ya kuanza kulalamika mpaka unasahau Mungu ni nini alifanya kwa ajili yako wakati unafanya agano. Haleluya, 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 haleluya. Kuna maagano mengi ambayo watu waga tunayaingia, yako kama 7, lakini mimi nitasema moja leo. Ni agano la mtu na Mungu. Yaani mtu anaweza akafanya agano na Mungu, inakuwa ngumu kusikia, ngumu kufahamu. Hujawahi kukutana mtu anasema, yaani mimi Ayubu, Mungu akinifanyia hivi
na mimi nitamfanyia vile. From nowhere Mungu alafu anakuja anamfanyia Ayubu kama alivyomuomba. Sasa kitendawili kinabaki kile alichotaka kufanya kwa Mungu baada ya kuwa Mungu afanyaje? Amemfanyia. Wapo makanisani. Mungu ukinisaidia. Alifanikiwa tu nani? Yule aliyemzaa Samueli nani? Ni Hana? Si Hana? Hana, mke wa Elikana. Anasema ukinipa mtoto nitafanyaje? Nitamtoa kuwa sadaka. Akaja akamtoa kwenye nyumba ya Mungu akafanyaje? Mlimsikia mwingine? Mliwahi kumsikia mwingine jamani? Sasa una wakati mwingine unasema Mungu akinifanyia hivi, nikawa hivi, nitafanya hivi. Unashangaa vinaisha pole pole. Hilo tunaliita ni agano la mtu na nani? Na Mungu. Sasa mtamalizana wenyewe, sisi huko hatupo. Wewe unajua ulimwahidi Mungu nini baada ya kukufanya? Nikisoma nikapata digrii yangu ya kwanza, baba nitakutumikia, nitakuwa nalala madhabahuni. Leo hii wakikupigia simu, mbona hujaja kwenye ibada ya vijana? Bize kidogo. Ila kule ulishasahau agano ulilofanya. Mungu atusaidie. Daudi ameandika ujumbe ule ambao tumeanza nao. Siri ya Mungu iko kwa hao wamchao, naye atawajulisha nini? Agano lake. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kumbe Mungu anazo siri. Baada ya kutuita, Mungu anaweza kufanya agano na wewe. Mungu anaweza kufanya agano na mimi ili ajulishe kile ambacho anataka kukifanya kupitia maisha yangu au maisha yako kwa utukufu wa jina lake. Sema amina katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Asili ya neno agano kibiblia ni uhusiano wa Mungu na watu wake ambao ndani yake tunaona namna aliyofanya agano na baadhi ya watu ambao tunakwenda kuwaona. Kwa siri ya neno agano ni uhusiano wa Mungu na watu wake. Kwa hiyo Mungu anataka uhusiano wetu na yeye udumu. Anataka ushirika wetu na yeye uwe kwa ukaribu sana, ili kwamba kama anahitaji, anakuhitaji, akutumie kwa namna apendavyo yeye. Asipate shida, asiwe na maswali na wewe, asitaabike kwa sababu si anakujua. Mchana wa leo Mungu anataka afanye agano na wewe. Mchana wa leo Mungu anataka afanye agano na wewe. Najua una maagano mengi ambayo umefanya na Mungu wako, lakini katika hili Mungu akutokee na Mungu akufanye kwa kadiri apendavyo kwa utukufu wa jina lake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa katika eneo hili la agano la Mungu na watu wake, agano hili linakuwa ni thabiti. Hili agano la matano, agano hili linakuwa thabiti na la kweli, tofauti na lile ambalo mtu anaingia na Mungu, kwa sababu mara zote kamwe Mungu huwa havunji maagano yake. Tunakubaliana hapo? Mungu akifanya agano na wewe, sifa yake ya kipekee alionayo, huwaga hawezi kulivunja agano lake na yule mtu ambaye wamekubaliana kuingia katika agano. Lakini sisi wanadamu mara nyingi tunavunja maagano tuliyokubaliana na Mungu. Kweli si kweli? Tukubaliane tu, hatuendi kwa hakimu hapa tukahukumiwa miaka 30. Wakati mwingine tunajisahau kwamba maagano tuliyoyaingia na Mungu tunajikuta tunachemka kuyatimiza, lakini si Mungu tunayemwabudu leo. Si Mungu tuliyemwabudu katika madhabahu hii mchana wa leo. Yeye akiahidi anafanya. Yeye akiahidi anatenda. Katika neno lake hajawahi kubadilika. Tunabadilika sisi wanadamu, lakini yeye hatabadilika milele na hata milele. Amen, amen. Mungu akamtumia Yusufu
kila alichokifanya kikaanza kufanikiwa, mpaka yule baba aliyemnunua anaanza kuona labda kama alikuwa anafuga mifugo wanakufa, sasa mifugo hawafi tena. Kama alikuwa analima mashamba havuni vizuri, sasa anavuna vizuri. Anaona mbaraka huu umeambatana na Yusufu, akamwamini Yusufu. Yusufu akaaminiwa, akapewa sekta zote kusimamia. Biblia inasema bosi wake alikuwa anajua chakula anachokula tu yeye, lakini kuna tani ngapi za ngano, kuna ng'ombe wangapi, kuna punda wangapi, yeye alikuwa hajui. Ile Yusufu alikuwa anajua. Biblia inasema kupitia mkono wa Yusufu mambo mengi yakatokea kwa yule bwana. Yule bwana akampa nafasi ya kufanya mambo yote, isipokuwa akamzuilia nani? Mke wake. Dunia inasema mke wa mtu ni nini? Kumbe tunajua. Asante kwamba hatujaokoka tukawa shamba. Mke wa mtu ni nini? Sumu. Yusufu alijua mke wa mtu nini? Sumu. Anamwambia yule mama, akamwona Yusufu amependeza, wanasema wenyewe duniani ametaradadi, akamtamani. Si vijana jamani? Zao kina Baraka na maneno haya, sio mimi. Wanatufundisha hata sisi wazee jamani. Amependeza, akamtamani, hakujizuia. Maandiko yanasema akamwambia, nataka ulale na mimi. Kijana wa watu aliyejua gharama ya kutunza siri za agano lake na Mungu, anamwambia mume wako, bosi wangu mimi, ameniamini kwa kila kitu, ameniachia kila kitu, ninaweza kufanya chochote ninachokitaka, isipokuwa alinizuilia wewe nisikuguse. Anajua agano, hajui agano? Anajua agano, hajui agano? Sasa nirudi kwa vijana wenzangu, maana mimi mlezi wenu. Hivi kijana umekuja Dar es Salaam hapa, maisha amesha kupiga, alafu anajitokeza mtu kakupenda kama yule mama aliyompenda Yusufu, kapendeza, akamwambia usafiri wapo, unataka kufanya kazi gani? Nataka nikufungulie biashara wapi? Unataka Sinza au Kariakoo? Swali, huyo Yesu uliyemwamini akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ataendelea kubaki kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, au utakuja kututambia hapa na kahali wanaita sijui na anakonda sijui? Tunakuona unaendesha tu hapa, Bwana amefanya, kumbe huku unakandamizwa tu. Umeshaharibu agano. Mungu atusaidie. Wapo vijana hawapo, ila waliookoka wakamjua Mungu hawapo, ila huko duniani wapo kibao. Anakwambia nimekuja na nyota yangu mzee, nimetoka Mtwara nimekuja huku, nyota imewaka, nimekutana na mama mmoja akajiingiza laini, saizi na nyumba yangu na mkoko wangu, nabadilisha nguo ninapotaka, maisha yanaenda. Subiri siku aje akuchefue, atakutupia salfeti lako barabarani hapo. Maana anaweza kuwa amekupa gari na ufungu, alafu kadi anayo yeye. Haleluya! Haleluya! Yesu akusaidie sana. Yusufu analitunza agano lake na Mungu. Anamwambia mke wa bosi wake, siwezi kufanya uovu mkubwa namna hii ili nimkosee Mungu wangu. Si ungempigia Yesu makofi? Si ungemshangilia Mungu kwa kigelegele chako? Au tunamwonea wivu Yusufu? Yusufu anamtambulisha Yesu, anamwambia siwezi kufanya uovu mkubwa namna hii ili nimkosee Mungu wangu. Ni heri niwe gerezani, ni heri ninyang'anywe madaraka, lakini Yesu wangu abaki, lakini Yesu wangu abaki, lakini Yesu wangu abaki, kuliko nimtende Mungu uovu mkubwa namna. Kwa sababu akifanya uovu, ina maana agano lake na Mungu linakuwa limefutika.
anaanza kustruggle upya. Yesu atusaidie. Yusufu akamtambulisha Yesu aliyekuwa naye, Mungu wake aliyekuwa naye. Sasa yule mama, kama mnavyojua, wakati akamlia timing, Yusufu yuko kwenye majukumu yake, kwenye ile campus ile ya yule bwana, anashughulika, sio alikuwa anahudumia ng'ombe au anafanya nini, anajua mwenyewe. Biblia haijasema yote, lakini ilionekana siku ile wako mtu hawa wanasema wabongo amazape. Hamna mfanya kazi yoyote, wakwenda kulima, wameenda kulima, wakwenda kuchunga, wameenda kuchunga. Akaenda kufanya jambo, jamaa akakamatwa nguvu. Yusufu akasemaje usijali. Jamaa sijui pale wanasema zamani kwa kazi. Ya kama ingekuwa sasa ni nguo yangu kama hii shati niliyovaa, afika kwa anavuta shati, mimi huko nafungua vishikizo. Nafungua vishikizo, mara shati anabaki na jamaa kalala mbele. Tukiwaambia vijana dhambi ya zina ni kufanyaje? Kukimbia, sio kunena kwa lugha. Yaani mko watu wawili tu, kijana amesha panic, afu anambia ikandalabosaka, Bwana nitokee, Bwana nitokee, Bwana nitokee, siwezi kufanya uovu. Kimbia, usitulenee kwa lugha, bakubaka na mambo atakuharibikia. Yusufu akachomoka, japokuwa kuchomoka kwake aliingia gerezani, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Mstari wa mwisho unasema hivi, Yusufu baada ya kuwa gerezani, mkuu wa gereza akamkabidhi uongozi. Hatujasoma mpaka mwisho. Akaendelea kuwa kiongozi gerezani na Bwana alikuwa pamoja naye gerezani. Haleluya, haleluya. Wapendwa, ninaposema iko gharama ya kutunza siri za agano letu na Mungu, unaweza usinielewe kwamba Onesimo sasa anahubiri nini, anapotoka anapoelekea simuelewi, ili anajua wachache watanielewa na waliokusudiwa na Mungu watanielewa. Wokovu huu tulionao hatujapata wokovu ili kwamba sisi tubaki omba. Hatujapata wokovu tuendelee kudharaulika. Hatujapata wokovu tuishi maisha ya kulia mpaka tutakapotoka hapa duniani. Hapana. Wiki iliyopita nilikuwa naongea na vijana jambo fulani, nikawafundisha jambo fulani, kasema usiyajua kuhusiana na ufalme wa Mungu. Nikamwambia ufalme wa Mungu umebeba package fulani hivi. Yaani baada ya kuokoka kuna vitu ambavyo Mungu anavitamani viambatane pamoja na wokovu wetu. Lakini sasa tunahisi wokovu ni wakubaki tu unalia, Yesu nitokee, Yesu nisaidie, miaka yote. Hapana. Mungu anataka tulisome neno lake, tumuelewe, alafu tutembee kwenye kanuni zake. Hata kama tukiwa kwenye changamoto, yeye atapita pamoja na sisi. Changamoto ya Yusufu ya kutoka mahali alipoaminiwa, kuna Kiswahili kibaya wanasema mchangazi umemtaka, lakini akamwambia siwezi kumkosea Mungu wangu kwa kufanya uovu huu. Akaacha kula mayai, akaacha kula nyama, akaacha kunywa maziwa, anaenda gerezani huko kuhangaika na mizigo mengine. Lakini maandiko yanasema mstari wa 21, Bwana akawa pamoja na Yusufu hata gerezani. Nini maana yake? Inawezekana umeokoka, baada ya kuokoka kutoka kwenye ukoo wenu au familia yenu ukatengwa, ukakataliwa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ipo gharama ya kutunza siri za agano lako na Mungu. Kwa hiyo Mungu akusaidie baada ya kuokoka. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka apitishe kwako. Kuna mambo ambayo Mungu anataka akutumie wewe, lakini usichokijua ni ule uwezo wa kutunza siri. Mmeota kandoto kakuwa mama mchungaji, yaani kabla hakajawa wazi. Ndoto jamani, ndoto si picha tarajiwa. Ndoto ni picha tarajiwa ambayo haijawa dhahiri. Alafu wewe picha hapo kwenye mahindi yetu haya na hivyo alivyopendeza,
unatupia status mama mchungaji mtarajiwa. Kiingia status sasa kwenye namba zako unaanza kujiuliza, mama mchungaji tarajiwa. Unaona ni kwa mchungaji nini? Unaona unaanza kusumbua vitu vya vichwa vya watu. Unaanza kuuza ndoto yako bila kujua. Wakati kumbe ulitakiwa utulie na hiyo siri ili upate maelekezo Mungu afanye agano na wewe. Wangapi wananielewa katika hili? Mungu awabariki sana. Utulie na kile kitu ambacho Mungu anataka ufanye. Wapendwa, kukaa huku mbele sio kwamba tuna nafasi sisi ndo wakamilifu tumemaliza. Najua mchungaji anaomba sana, anafunga sana, wakati mwingine halali, anaichuchumilia taji. Sasa tusichukue kwamba utumishi uko huku. Mungu anaweza kumtumia yeyote ampendaye kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Haleluya. Haleluya. Punda akatumika kubeba kuni za kwenda kumchoma Isaac. Lakini punda alikuwa anajua? Si alikuwa hajui. Lakini yawezekana punda alipokuwa anatembea, hili mzigo mpaka lini? Alipoachwa pale na wale watumishi akasema ya afadhali ngoja wabebe wenyewe, hata kama kwa hawezi kuongea. Kwa hiyo tunza kile ambacho Mungu amekupa. Nahitimisha kwa kusema hivi, tunapookoka baraka zetu ambazo Mungu amezikusudia zinaambatana na kutunza vile vitu ambavyo Mungu amevitaka kupitia maisha yetu. Yaani Mungu kile ambacho amekuitia kwacho, amekupa nafasi ya kuwa baba wa kanisa la hapa Tungi, kuwa kijana wa kanisa hili, na moyoni mwako unasikia kufanya jambo lolote la kimungu. Hilo unalolisikia lifanye kwa uaminifu. Alafu Mungu aachilie baraka zake kwako. Yawezekana baada ya mchungaji huyu ukawa mchungaji wewe, baada ya shemasi huyu ukawa shemasi wewe, kwa sababu huyu hatafanya hii kazi milele, au anaweza akafanya mpaka mwisho akaitwa na Mungu. Hayo mambo si hapo. Lakini nafasi yako ukiheshimu itabeba kusudi la Mungu, itabeba baraka za Mungu, itabeba mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Naomba tusimame.